Kuna siri ndogo hapa tunapaswa kuifahamu. Juzi kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa, wakati wanajadili mambo mbalimbali yanayohusu dunia, kuna mada iliyokuwa inahusu kinachoendelea Gaza, kwamba Israeli ama jeshi la Israeli linafanya mauaji ya kimbari pale Gaza. Na aliyekuwa anazungumzia hilo sana ni Rais wa Afrika Kusini, Bwana Cyril Ramaphosa. Lakini katika hali isiyo ya kawaida, maiki ya Cyril Ramaphosa ikakatika, sauti ikakatwa. Sasa kuna kitu hapa tunatakiwa tujifunze. Moja kati ya maandiko yangu niliwahi kuandika kwamba mashirika karibia yote ya kimataifa yapo katika nchi za wazungu, yani Ulaya na Marekani. Ukianza Umoja wa Mataifa, WHO, UNHCR, UNDP, UNESCO, yote mengi utayakuta yapo Geneva, Uswisi, utayakuta yapo Paris, Ufaransa, yapo New York City, Marekani, au Washington DC, Marekani. Sasa tujifunze kitu. Miundombinu ya Umoja wa Mataifa imetengenezwaje au ilikuwaje? Leo sitaki kutoa stori kubwa sana, lakini issue iko hivi. Nilishawahi kusoma kuhusu familia ya Rockefeller family, na moja kati ya rasilimali ama property wanazozimiliki familia ya Rockefeller ni viwanja vya makao makuu ya Umoja wa Mataifa, yani UN. Kwa hiyo makao makuu ya Umoja wa Mataifa, yani UN, makao yake makuu ni viwanja vinavyomilikiwa na familia ya Rockefeller family. Rockefeller family ni kina nani? Moja kati ya video zangu huku nyuma nilitoa zinazohusu makampuni yanayoongoza kwa uzalishaji wa mafuta duniani, na nikaisema kampuni moja inaitwa Exxon Mobil. Exxon Mobil ilibadilishwa jina kutoka Standard Oil Company Limited, ambayo makao yake makuu ni Houston, Texas, nchini Marekani. Hawa ndio wanahodhi karibia mafuta yote duniani, na hawa ndio wanaoongoza kwa uuzaji wa mafuta duniani, yani hii kampuni ya Exxon kutoka Standard Oil. Hii ni miliki ya Rockefeller, na Rockefeller ndio wana ushirika mkubwa na familia zinazojihusisha na umiliki wa rasilimali fedha au makampuni ya kifedha duniani za Rothschild na JP Morgan. Sasa hizi familia zote mbili asili yao ni Uyahudi, asili yao ni Wazayuni. Ukianza Rothschild, yule bwana Meyer Amschel Rothschild ambaye ndo alikuwa na watoto 5, akawasambaza miji mitano ya Ulaya kuanzisha taasisi za kifedha. Hawa na Rockefeller ndio wale waligawana tu. Rothschild watahusika na mambo ya kifedha, wakati Rockefeller watahusika na mambo ya rasilimali za dunia, mafuta, madini na rasilimali nyingine zilizopo duniani. Kwa hiyo, kwa kuunganisha doti, kama hivi vitu vyote vinamilikiwa na Rockefeller family, na Cyril Ramaphosa alikuwa anaikosoa Israeli, wakati Israeli ndo hao Wazayuni, na Israeli hiyo ndio mmiliki wa kiwanja cha Umoja wa Mataifa. Yani Israeli manake niseme labda Rockefeller manake ni wamiliki wa hicho kiwanja. Unategemea nini kitatokea iwapo kuna mtu yeyote ataisema vibaya Israeli ama atawasema vibaya Wazayuni? Hapo ni sawasawa na mtu
ama watu wamekusanyika nyumbani kwako, wanakuja kufanyia kikao nyumbani kwako, alafu wanaanza kukusema wewe hapo hapo na upo nyumbani kwako, utakachokifanya ni nini? Utawazimia maiki kama alivyozimiwa Bwana Cyril Ramaphosa, japo wenyewe wanasema ni tatizo la kiufundi. Sasa kama kweli ni tatizo la kiufundi, basi wakati Benjamin Netanyahu anatoa speech yake, basi naye maiki ingezimwa au maiki ingezima, tuseme ilikuwa ni tatizo la kiufundi. Lakini hata hivyo, Cyril Ramaphosa ni rais wetu kutoka Afrika. Kwa hiyo si Cyril Ramaphosa aliyeoneshwa kitendo cha dharau, ni Afrika nzima imeoneshwa kitendo kisicho cha kiungwana, kwa sababu waliokuwa wanakosoa ule mpango au hivi vita vinavyoendeshwa na Wazayuni ni mataifa mengi. Ufaransa walifanya hivyo, Uingereza walifanya hivyo, na nchi nyingine za Kiarabu. Lakini kwa nini Cyril Ramaphosa ndo azimiwe maiki? Na usisahau nchi ya Afrika Kusini ilishaifungua kesi moja kule mahakama ya kimataifa kupinga mauaji ya Israeli pale Gaza. Kwa hiyo hapa unganisha doti kwamba makao makuu ya Umoja wa Mataifa ni miliki ya Rockefeller, sawa? Na kama ni miliki ya Rockefeller, wale ni Wazayuni, na kama ni Wazayuni, Cyril Ramaphosa alienda kuongea vitu vinavyowahusu Wazayuni, lakini pale ni kwao. Usisahau Marekani inamilikiwa na Israeli kibiashara, yani kiuchumi wa Afrika. Kama vitu kama hivi vidogo vidogo tukishindwa kuvifahamu, hatutojua dunia inaendeshwaje. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Endeleeni kusubscribe ili tuendelee kupata maarifa zaidi ya haya.